What's up everybody? Naitwa Eric, naweza kuniita Big Daddy. Heri ya mwaka mpya 2026. Tumeanza mwaka. Leo ni tarehe 20. Yes. Lakini sijajua wewe utakuwa unaangalia video hii ikiwa ni tarehe ngapi. Mwaka jana 2025 tumeumaliza, lakini tunamshukuru Mungu tumeingia 2026 kwa nguvu sana. Ningependa tuanze mwaka na ndugu zangu vijana, tukumbushane vitu kadhaa. Na huwa nasema tuwe tayari kurekebishana. Unaweza kurekebisha au unaweza kumrekebisha mtu kwenye comments hapo ili tuendelee kujengana. Sasa vitu ambavyo leo natamani kushirikiana na wewe, vitu ambavyo kama kijana unaweza ukavitafuta au wanasema things to buy in your life. Yani vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo kwenye maisha yako wewe kama kijana. Tutaenda chap. Cha kwanza, buy access. Uwe na uwezo wa kufikia vitu vingi, uwe na uwezo wa ku-access vitu vingi, uwe na uwezo wa ku-access sehemu nyingi, uwe na uwezo wa kufika sehemu nyingi ambazo wengine wanashindwa kufika, wewe uwe na uwezo wa kufika. Maanake hapa inabidi uwe na mahusiano mazuri na watu ili uweze kupata access ya kufika sehemu tofauti na sehemu kubwa zenye mantiki ambazo wengine watashindwa kufika. Namba 2, buy exposure. Ufahamu wako na akili yako ijae fahamu za vitu vingi, kuwa exposed na vitu vingi. Kwa mfano, kwa sasa hivi dunia yetu inaenda na teknolojia ya kasi sana. Kwa hiyo kuwa exposed na vitu hivyo, kwa sababu hakuna namna unaweza ukakwepa. Sasa vijana kama kanisani, go with the internet. Yes. Kitu cha 3, buy wisdom. Buy wisdom. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Why? Maarifa yanapatikana kwa kusoma. Tunasoma vitabu, tunasoma neno la Mungu, tunasoma taarifa mbalimbali, tunasikiliza documentary mbalimbali, tunasoma makala tofauti. Hivyo ndivyo ambavyo watu wana gain wisdom, wanapata hekima na maarifa ya kupambanua vitu vingi. Namba 4, buy capacity. Hapa kwenye capacity tunasema load yourself with useful skills and capabilities. Have quality. Ndio bwana. Sawa, tunasoma shule, tunamaliza degrees, tunamaliza masters, PhD, lakini kuwa na skills ambazo watu watakuhitaji, jamii itakuhitaji. Uwe una solve problems za watu, uwe problem solver. Nilikuwa naangalia live siku moja ilikuwa ni ibada ya Essence of Worship. Walikuwa wanafanya ni workshop ile kama sikosei. Sasa ikafika muda wa MD James, nafikiri namfahamu, JG Production. Tamtagi hapo chini. Anafanya vizuri sana, mimi I appreciate kazi yake ambayo anafanya. Amefanya kazi na Essence, amefanya kazi na Henry Kimruma, amefanya kazi na watu wengi. Juzi hapa amefanya kazi na Geoffrey Maunde, amefanya kazi na Miriam Nsanya. Kazi yake ni kubwa sana. Sasa kuna points ambazo alikuwa anaongea, nikasema okay, naomba nizichukue nikashare na watu wangu, najua zitatusaidia. Bro, I appreciate you. Ulinibariki sana na hizi point, na vyote ambavyo uliongea siku hiyo was very powerful. Keep it up. Alizungumzia kitu cha essence of good servant. Essence of good servant.
Natamani hii video isiwe ndefu ili kila mtu aipate tuweze kushare. Video isiwe ndefu sana. Kwa kama kuna mistari ya Biblia nitaitaja hapo, kwa muda wako utapitia Biblia alafu namba 1 akisema obedience and humbleness. Hiyo ni essence ya kwanza ya mtumishi mzuri wa Mungu. Uwe na obedience na humbleness, unyenyekevu na utii. Unaweza kuwa na kipawa, unaweza kuwa na kipaji, lakini watu wanaweza wakashindwa kufanya kazi nawe kwa sababu hauna utii na wala sio mnyenyekevu. Namba 2, competence. Kwamba hapa know your area. Kama wewe ni mwanamuziki, wewe ni keyboardist, know your board. Yani uwe na knowledge ya kutosha na area yako ambayo unafanyia utumishi. Know all your 12 keys. Hapo sasa watu wa transpose. Sio mbaya, I'm not there. Sipo hapa kuzungumzia masuala ya kutranspose na nini, lakini know your board. Jua chombo chako. Mwimbaji, jua uimbaji wako. Mhubiri, know the word of God. Be equipped katika eneo lako. Hapo utasoma Samuel wa kwanza 16 mstari wa 17 mpaka 18. Nafikiri hii ni ile sehemu ambayo Sauli anataka mtu mstadi wa kupiga kinubi. Soma Mithali 22 mstari 29. Bidii katika kazi yako. Namba 3, be courageous and bold. Ushujaa. Unapopewa kufanya jambo, fanya kwa kujiamini. Fanya ukiwa na ujasiri. Nataka kuendea jambo, liendee kwa nguvu na kwa ujasiri. Namba 4, personal character. Hapa ndiko changamoto wengi inapokuja. You have anointing. Wanasema anointing itakupandisha, lakini kitakacho kuweka hapo juu ni character yako, how you communicate with people, how you behave in front of people. Sindio? Sawa, ni mtumishi wa Mungu, unavunja kodi, unaimba vizuri, unahubiri vizuri, lakini character yako, je, watu watatolerate kukaa na wewe? Watu watavumilia kukaa na wewe karibu? Hiyo character, personal character. Mimi na wewe tukikaa sasa, hatupo madhabahuni, hatupo kanisani, tunaishi maisha ya kawaida. Character yako itanifavor mimi kuendelea kukaa na wewe? Wengine mnapoteza kuaminiwa kwa sababu character yenu inakinzana na utumishi ambao mko nao. Ni mtumishi mzuri, lakini ukiwa nje ni msengenyaji, jeuri, vitu kama hivyo, tunashindwa kufanya kazi na wewe. Ya mwisho, personal devotion. This one is very powerful. Personal devotion. Kuna mtu mmoja siku moja akasema, ministers wengi siku hizi, yani ukimkabidhi maiki madhabahuni atataka waombeshe, mnene kwa lugha, lakini akiwa peke yake private hana huo muda na Mungu. Sasa sijui hiyo nguvu ya kutuombea anaitoa wapi, I don't know. Lakini personal devotion, kuwa na muda binafsi, kuwa na muda binafsi na Mungu. Soma Biblia, utumia nusu saa kusoma neno. It doesn't cost you anything. As long as wewe ni mtumishi and you want to become a good servant, read your Bible. Have your time, read your Bible. Study your Bible. Read different books. Utaongezeka. Mwanamuziki, mwimbaji, mhubiri, have devotion, personal devotion. Tafuta siku, piga magoti mbele za Bwana, muombe Mungu, atakusaidia. Soma Zaburi 16 mstari wa 11. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo binafsi nilivinote down. Ni muda mrefu umepita toka hiyo live ilivyofanyika. Nilivinote down ili vinanikumbusha baadhi ya vitu ambavyo nitakuwa nafahamu. Kwa hiyo vichukue hivyo vitu, alafu Mungu akusaidie. Endelea kujikumbusha, endelea kuomba. Tunabadilika taratibu. Labda niongee jambo. Tunabadilika taratibu. Kitu ambacho kinaumiza watu wengi ni kwamba
hatupo honest na sisi wenyewe, yani hatuwe wazi kwetu, ni kama tunajidanganya au tunamdanganya Mungu. Biblia inasema, njooni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na mizigo. Njooni kwangu wenye kulemewa, sio tua mizigo ndo uje. Njoo na mizigo, mimi nitakupumzisha. Nira yangu na mzigo wangu ni mwepesi. Biblia inasema hivyo, ndio. Sasa wengi tupo kwenye wokovu tu, tumempokea Yesu, lakini tunaona aibu kuadmit kwamba tuna mizigo. Bwana tupumzishe. Tunaogopa kuadmit kwamba Bwana, nina mizigo, nipumzishe. Na pengine judgment za watu ndio zinasababisha watu tunaogopa kuadmit kwamba nina mizigo, Bwana nipumzishe. Ndio. Lakini uwe na uhakika kwamba ukiwa umeokoka ndio unampa nafasi Mungu ya kuendelea kukutengeneza. Ndio. Mungu Yesu alivyokuwa duniani, Yesu alivyokuwa duniani aliwachukua wanafunzi jinsi walivyo, alafu kadri siku zinavyozidi kwenda ndio wanazidi kuwatengeneza. Yule Petro ambaye alipatikana mara ya kwanza sio Petro ambaye alifika siku ile ya Pentecost. Kwa nini? Akiwa karibu na Yesu ndivyo anazidi kuponywa, ndivyo anazidi kusafishwa. Ndio. Na vivyo hivyo, jinsi ambavyo unaendelea kuwa karibu na Mungu, ndivyo kuna vitu ambavyo unaona ndani yako havifai, unazidi kuacha au vinazidi kuvuliwa, vinazidi kuondoshwa. Ndio, mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo mruhusu Mungu, mruhusu Yesu, mruhusu Roho Mtakatifu akutengeneze ukiwa ndani yake. Kuna dhambi inakusumbua, kuna dhambi inakuonea, piga magoti, mwambie Bwana, kweli uongo mimi unanisumbua. Lile andiko ambalo umesema, njooni kwangu wenye kulemewa, nalemewa na uzinzi, nalemewa na uongo, nalemewa na jambo fulani, Bwana nipumzishe. Mungu ni mwingi wa rehema. Biblia inasema, tamkuta mfinyanzi anafinyanga chombo. Manake chombo kilichoharibika, mfinyanzi anakiunda upya, anavunja kile ambacho kimeharibika, anaunda upya. Kwa wewe ambaye umeharibika, njoo kwa mfinyanzi. Upo tayari kwa mfinyanzi, sasa kubali kuvilingwa upya. Mungu akubariki sana. Natamani tuendelee kushare maneno ya Mungu, tuendelee kutiana moyo, tuendelee kusaidiana. Kwa majina naitwa Eric Chitungo, naitwa Big Daddy. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema sana. Mungu akubariki. Amen.